kitu ambacho Kristo alikuwa anafanyiwa wakati wa mateso ni kuvikwa vazi jekundu. So kile kitendo kilikuwa kina maana spiritually. Maana ya kwanza ni kwamba Kristo alichukua dhambi. Ile rangi nyekundu inamaanisha dhambi. Kristo alichukua dhambi zetu. Lakini kuna kitu kingine ambacho kinafanyika pale, ni kwamba Kristo alivuliwa nguo. Biblia inasema wakamvua nguo akawa uchi. Maana kitendo cha kuwa uchi ilikuwa ni ishara kwamba amechukua aibu ya dhambi zetu. Kitu cha kwanza ambacho Yesu alikichukua akiwa msalabani ni kuchukua dhambi. Faida ya Yesu kuchukua dhambi zetu, faida ya kwanza ni kusamehewa dhambi. Yani kwa kupigwa kwake Kristo, kwa kuchukua dhambi zetu Kristo, sisi tumekuwa ni watu ambao wenye haki wa Mungu kwa sababu tumesamehewa dhambi. Faida ya pili ni kupatanishwa na Mungu, au kuwa na mahusiano thabiti, mahusiano yaliyokuwa bora na huyu Mungu. Wakati ambao Kristo anakuja tulikuwa hatuna mahusiano bora na Mungu. Alipokuja alitulejeshea yale mahusiano na Mungu. Panzia la hekalu lilipopasuka katikati, manake ilikuwa ni ruhusa sasa kila mtu kumwendea Mungu direct. Kwa ile kuimba raba shekeka ilikuwa ni baada ya Yesu Kristo kufa. Zamani walikuwa hawafanyi hivyo. Ilikuwa wanahitaji kitu lazima waende kwa kuhani. Kwa hiyo Kristo alipokuja alitupatanisha na Mungu wetu, tukawa na mamlaka ya kusema na Mungu. Ambapo tuna shida tunamwendea Mungu. Yesu nisaidie, Yesu nibebe, rakashokotalia manteli ya bando. Lakini ni kazi ya Yesu ambayo alifanya pale msalabani. Faida ya mwisho ni kuona ufalme wa mbinguni. Manake Kristo alikuja kutuweka tayari kwa ajili ya kuingia uzimani. For every shame and for every pain, Jesus has brought